Mwanamke huyu amekuwa akiuza mboga kijijini hapa kwa miaka 10, lakini wakazi wa kijiji hawakuwahi kujua kuwa alikuwa na wake wa watoto watatu wenye nguvu kubwa sana kwenye nchi, hadi siku moja magari matatu ya kifahari yalipowasili kijijini. Ndipo wakazi wa kijiji walipojua utambulisho wa kweli wa mwanamke huyo. Mkwe wake wa kwanza alikuwa mrithi wa familia tajiri zaidi nchini. Mkwe wake wa pili alikuwa malkia wa filamu mwenye mamilioni ya mashabiki, na mkwe wake wa tatu alikuwa mkuu wa chuo kikuu cha sanaa za mapigano nambari 1 duniani. Lakini mwanamke huyu alikataa kurudi kuishi maisha ya kifahari pamoja nao. Alitaka tu kubaki kijijini akiendelea kuuza mboga. Sababu ya kufanya hivyo ni kwamba alikuwa akimsubiri mume wake ambaye aliondoka kwenda kufanya kazi miaka 30 iliyopita. Ili asimtie mume wake wasiwasi kuhusu familia, hakuwahi hata kumwambia kuwa alikuwa mjamzito muda huo. Lakini jambo ambalo hakulitarajia ni kwamba mume wake alitoweka kwa miaka 30 bila hata neno moja. Hili lilisababisha wakazi wote wa kijiji waamini kuwa mume wake alikuwa amekufa. Miaka 30 ilipita. Mwanamke huyo aliwalea wanawe watatu kwa kuuza mboga na walifanya kazi kwa bidii sana. Wote waligeuka kuwa wataalamu wakubwa katika nyanja zao. Miradi yao ya utafiti ilivutia hata serikali ya taifa. Miaka 10 iliyopita, walihamishwa kwenda kituo cha siri cha utafiti cha taifa. Kabla ya kuondoka, waliwaagiza wake zao wamtunze vizuri mama yao. Lakini hawakujua kuwa mara tu walipoondoka, mama yao ambaye bado alikuwa akimwazia mume wake, alirudi kwa siri nyumbani kusubiri kurejea kwake. Siku hiyo, mwanamke huyu alikuwa amemaliza kuuza mboga. Alipokea simu kutoka kwa kiongozi wa kijiji, akimwambia kuwa mume wake alikuwa amerudi. Alifurahi sana, na bila kujali ujio wa wake za watoto wake kumsalimia, alipanda guta lake na kuelekea nyumbani haraka. Lakini mara tu alipofungua mlango, kabla hajapata nafasi ya kumwao mumewe, alisukumwa pembeni na mwanamke mwingine, na mwanamke huyo ni mke wa mume wake aitwaye Laura. Hapo ndipo mwanamke huyo alipotambua kuwa mume wake alikuwa amemsaliti miaka 30 iliyopita, na sababu pekee ya kurudi kwake ilikuwa tu, na sababu pekee aliyorejelea ilikuwa ni kumpa talaka. Aliposikia haya alishtuka, akiwatazama wote wawili kwa butwa. Hakuwahi kufikiria kwamba baada ya kuwahudumia wazazi wake kwa niaba yake, kuvumilia kimya kimya na kusubiri kwa miaka 30, yote angeishia kuwa talaka tena ya aibu na vijembe namna hii. Kando yake Laura alimwangalia kwa dharau. Alisema kwa ukali kwamba amekuwa na yule mwanaume wakati wa safari zake za kibiashara miaka yote, na hata alimzalia mtoto. Sasa kwa kuwa alikuwa amekuwa rais wa shirika, bila shaka alistahili kuwa mke wake wa kweli. Hata yule mwanaume mwenyewe hakuweza kujizuia kumkejeli, akisema kuwa yeye si chochote ila ni muuzaji wa mboga tu, asiye na hadhi kwake kabisa. Alipokuwa akizungumza, alitoa $100, akisema kuwa hiyo ndio ulikuwa fidia aliyostahili. Hata kama angeuza mboga maisha yake yote, asingewahi kupata kiasi hicho. Na ombi lake pekee kwake lilikuwa asaini karatasi za talaka, waachane kiroho safi. Baada ya kusikia haya, mama mboga alitoa kicheko cha uchungu. Alisema kuwa mwanaume huyo hakuwa chochote ila ni takataka isiyo na hisia, na kamwe asingesaini ili kutimiza matakwa yao. Maneno yake yaliweza kumkasirisha mwanaume huyo. Wakati mama mboga bado yuko katika mshangao, mwanaume aliamuru watu wake wamkamate, wakijaribu kumlazimisha asaini talaka hiyo. Mama mboga alijitoa kwa hasira na kuchana karatasi za talaka, akiwatazama wote wawili wakiwa wamejaa majivuno mbele yake. Ikamfanya ahisi maumivu makali sana moyoni. Lakini wakati huo huo, Laura aliona picha mezani ya mama mboga akiwa na wanawe watatu. Alimchafua jina mama mboga, akidai kwamba alishawahi kuchiti zamani na akazaa na watoto watatu na mwanaume mwingine. Mama mboga alijaribu kujitetea, lakini alisukumwa chini na mumewe. Mwanaume aliamini kwamba kweli alikuwa amemsaliti, na kwa hasira akavunja picha yao. Hakujua kwamba watoto waliokuwa kwenye picha walikuwa ni wanawe wa damu. Mama mboga alijaribu kunyanyua picha, lakini Laura alikanyaga kwa ukatili. Mama mboga hakuwa na budi ila kumsukuma Laura mbali, lakini alikemewa na mumewe. Kisha aliwaamuru watu wake wamtupilie nje. Wakati huo huo, wake watatu wa wanawe walikuwa wakimtafuta kwa wasiwasi, wakiogopa huenda jambo baya limetokea. Wakati huu walipokea simu kutoka kwa mama yao. Waliposikia sauti yake ya huzuni, mara moja walitambua jambo lilikuwa limetokea na wakaanza kumtafuta kwa haraka. Walipomuona mama yao amejeruhiwa, waliuliza haraka nini kilikuwa kimetokea, lakini mama alidanganya, akisema kuwa ni picha tu iliyoharibika. Hakumtaja mume wake hata kidogo, hivyo wakampeleka kwa daktari na wakaamuru watu wao kuchunguza ukweli. Walipoona picha zilizorejeshwa na watu wao, mkwe mkubwa alishtuka mara moja, kwa sababu mwanaume aliyekuwa kwenye picha alikuwa ni baba wa mchumba wa dada yake mdogo. Ili kulipiza kisasi kwa ajili ya mama yao, waliamua kufanya pati ya kumkaribisha ili kila mtu ajue utambulisho wake wa kweli. Lakini hawakujua kwamba baba wa mchumba huyo alikuwa ni mume wa mama yao. Siku ya pati ikafika. Ili kujaribu tabia ya yule mchumba, pia walialika familia ya mchumba huyo. Walipomuona mama mboga aliyevaa kwa heshima nje ya hoteli, mume kwa hasira alitamani
alitamani kumfukuza. Laura alimkejeli hata zaidi, akimuita muuza mboga, akisema hana hadhi ya kuwepo pale. Aliposikia haya, mama mboga aliwatazama tu bila kuwa na hamu ya kugombana nao. Alipojaribu kuingia hotelini walimzuia. Baada ya kumkejeli, waliingia ukumbi wa pati. Mara tu walipoingia ndani, walijitambulisha kwa fahari, wakisema wao ndio wakwe watarajiwa wa binti wa familia tajiri zaidi nchini. Walipoona shauku machoni mwa wageni, Laura alihisi kujivuna zaidi. Wakati huo huo, mama mboga aliyekuwa hatua moja nyuma aliingia hatimaye. Mara tu alipoingia, macho ya kila mtu yalivutwa na haiba yake ya kifahari na uzuri. Lakini tukio hilo lilichochea wivu kwa Laura. Mara moja alijigamba kwa umati kwamba mwanamke huyo alikuwa mke wa zamani wa mumewe, ambaye kwa sasa ni muuza mboga sokoni, na hata kumtuhumu kuwa alichiti na kupata watoto 3 na mwanaume mwingine. Hii ilisababisha wageni kumlaumu mama mboga huyo, lakini Laura hakuwa amemaliza kumdhalilisha. Aliwaita wahudumu wa pati, akiwaamuru wamtoe mwanamke huyo nje. Mama mboga ilipojaribu kujitetea, picha iliyokuwa kwenye mkoba wake ilianguka na Laura akaionyesha kama ushahidi zaidi wa kumchafua. Mama mboga alimwomba Laura airudishe picha hiyo. Alisema kama Laura angemrudishia, angekubali kusaini karatasi zao za talaka, lakini Laura alimtaka apige magoti. Hata hivyo, baada ya mama mboga kupiga magoti, alikana ahadi yake na akachana picha hiyo papo hapo. Kisha akaamuru wahudumu wamtoe nje. Wakati walipokuwa karibu kumshika, milango ya ukumbi wa pati ikafunguka. Wakwe zake waliingia. Walipoona huzuni ya mama yao na kejeri, vurugu ikazuka, huku wakwe wakimlaumu mume wa Laura, wakiuliza kama shida yake ni talaka. Ugomvi wote na kejeri anazofanya, lengo lake ni nini haswa? Walipotishia kuwachukulia hatua za kisheria, ghafla waligeuka kuwa wadogo kama pilitoni. Baada ya kuondoka hapo, ili kutilia mkazo swala lile, mwanaume huyo alidiriki hata kwenda kuwapa kiapo cha kuwakataa na kutokuwatambua watoto mbele ya mizimu yao, ili mradi tu mama mboga akate tamaa. Lakini cha ajabu ni kwamba baada ya kuwapa mbele ya mizimu, kila kitu kilianza kuvurugika. Siku iliyofuata walipigiwa simu na baba Rich Dad wa binti ambaye mtoto wao alitakiwa kumwoa hivi karibuni. Lakini mambo hayakwenda vizuri. Shetani alikuwa upande wao. Mwisho wa siku ndoa ilivunjwa, wakafukuzwa na kudaiwa kuwa wamechafua jina la familia yao, maana ndoa ilikwisha tangazwa. Kutokana na nguvu ya kipesa ya familia ile, walifanyiwa figisu mbaya mpaka kampuni yao ikayumba na wakawa wanakimbiwa na kila mtu. Hata waliishia kupoteza mpaka nyumba yao wanayokaa na kufukuzwa. Mume alipoona hana pa kushika, akarudi kuomba msamaha kwa mama mboga warudiane. Wahenga walisema, siku ya kufanyani miti yote hulia mbwata. Muda huu alikuwa ashachelewa, maana mama mboga kesha move on, maana alishaona kuwa yule ni mwanaume ambaye ni msaliti na anaweka pesa mbele zaidi kuliko utu. Hadithi inaisha, mwanaume kakosa kila kitu, anatamani kumkataa mpaka Laura.